Shikamoo Mr. Santos. Sasa hivi salama kidogo. samahani, naomba nikae Chini. Yes. Kabla ya kukaa, anza kuangalia mazingira wasije kukuchungulia, maana mimi ni sketi yako noma. Haya, asante. Unashindwa hata kukaa sababu ya mimi sketi yako ni fupi. Kisha baadaye eti unaenda kanisani. Kufanya nini? Lakini unatoa harufu nzuri sana inayonikumbusha mke wangu wa awali. Nashukuru. Usaidie. Miwani yako nzuri. Unavutia kweli. Unawezaje kuyatapa matapishi wakati wengine wanakuja wanaruka? Kisha baadaye eti miwani nzuri. Unayapamba. Pole sana. Kila mara nikikuona moyo wangu unapata mshtuko mkubwa sana. Kila mara ukiniona moyo wako unapata mshtuko mkubwa. Haujakosea. Ni wengi wanapita kabisa mazingira hii, kaskazini, magharibi, kusini. Wananishangaa sababu ya design yangu. Kuna tofauti mkubwa kati ya design yangu na wewe. Halafu ni vema tukushangaa. Ngoja nikuswali kidogo. Una baba yako? Yes. Hata mama yako pia? Ndio. Na una umri gani? Sijui. Halafu inawezekanaje wewe kuingilia mambo ya watu wakubwa usiyejua umri wako? Mtoto mdogo. Kwa kweli nilikuwa kutafuta nyumbani kwako lakini sikukuta. Na yote sababu nakupenda. Hakuna mahali unaweza kunikuta, maana jalala zote nchini Kongo ni za kwangu. Wewe mtoto mdogo usinifanye mimi mwenzio. I love you. Mimi niko na laana kali, naweza kukulani hata ili ya Mungu haikufanya kazi. Laana yangu ni kubwa zaidi ya aliyolaani nani? Adamu. Kumbe nimekaribisha hata malaika mwovu. Unaona yale maua? Mungu aliyaumba kusudi yavutie machoni. Na majani sababu tuletee pumzi. Maana tunapopumua pumzi nzuri ni kutoka kwenye majani. Lakini mimi nashangaa wakati unalima majani yenyewe na maua. Ina maana macho yetu hatutapenda tena, hata pumzi hatutapata tena. Hata kama ndiko unapata chakula ambacho tutakuja kula. Kazi njema tena. Jambo. Bosi wako nimemkuta. Bosi wangu? Ndio. Hivi wewe nani? Amenipigia simu anasema yuko ndani. Kweli? Ndio.
Asante sana roboti kuniangusha chini. Na namsifia sana aliyekuajiri hapa, maana aliajiri mtu roboti ambaye nguvu zake hazina kazi kwa wanawake, lakini kwa wanaume zinafanya kazi. Hivi wewe unaishi watu wakufanana kama wao hapaswa kuingia huko? Ngoja nikutabirie kitu roboti. Aliyenunua chandarua hakujua hata siku moja kwamba mbui inaweza kumkuta ndani. Lakini alishangaa siku moja mbui kamkuta ndani, akajiuliza mbui ilipita wapi? Asante sana roboti kuumisha kiuno changu. Shukuru sana. Maana umenirejea siku yangu. Kiuno changu hata hivyo kimeuma. Ipo siku kitauma pia. We, kwa nini unagota uchafu? Hujui kwamba kichafu cha kazi yenu ni kizuri kwa watu wengine? Hujui kwamba hapa jalalani ulichoka nacho? Kwa nini unanilaumu mimi? Mjinga sana wewe. Tena asante sana sababu umeongeza nyingine. Na umekuja ukitupa nyumbani kwangu. Thank you very much. Mmekuja kutupa elimu yote ya mtoto jalalani. Pole sana. Mtoto wenu alikuwa anaweza sana shule, kisha baadaye mnatupa elimu yake jalalani. Kati yangu mimi na nyinyi, kichani nani? Why are you disturbing me? Kwa nini unanisumbua? Halafu ulitaka pewe nani mimba yangu usudu siri? Na kama basi una mzigo mzito wa vitabu vitakatifu, kwa nini usimrudishie kama vimekushinda? Mrudishie. Na hii mimba yako ni mimba haramu, maana hinaga baba. Toka. Humuka. Chukua simu yako. Na nitakuja kukusaidia kufunga mwaka kesho. Alialia bila mbele na nyuma.
Kwa nini unanawa mikono yako? Kwa sababu nilikuwa chooni. Kwa sababu unatoka chooni. Ndio. Kwa nini usingelinawa mwili mzima, maana ulikuwa chooni wewe mwili mzima? Sio kusema eti mikono tu ndio ilikuwa chooni. Unamaanisha nini? Na maana hii, nenda ukaoge mwili mzima, maana mwili wako wote ulikuwa chooni. Tena kitu cha pili, kitu kingine, hata hizi vazi ulizozivaa, socks, viatu, hata hii saa mkononi, kila kitu fua. Saa sukua, mavazi yote fua. Kwa nini? Sababu zote zilikuwa chooni. Nywele pia kata, maana yote ilikuwa chooni. Lakini Santos, njoo kwanza. Zamani haukuwa hivi, na unaonekana unaongea maneno ambayo ni ya msingi. Nini ndio likukuta? Hebu niambie. Unataka jibu? Ndio. Zamani nilikuwa vizuri. Kilichonikuta ndicho unataka usikie sasa hivi. Ndio. Kwa sababu na uonekano wako, maneno yako unaonekana uko mtu sahihi. Niambie Santos. Watu walio na busara kama nyinyi ni watu ambao ninataka, sababu hata mimi mwenyewe nina busara zangu na nina wajibu katika busara zangu nilizofunzwa na mama yangu. Nilikuwa na mke ambaye nilikuwa nampenda sana. Tulileta hata mali kwao pamoja na Dolorosa Masika Rosette, mama yangu. Nilimuoa kabisa. Lakini haya matatizo yalitokea ni sababu nilikuwa nampenda sana. Na nilichagua njia labda mbaya au nzuri, sababu hata ofisini kwake nilimfuata, maana alikuwa mwalimu. Kutafuta nini? Usalama nyumbani. Haikuwezekana. Hasa nikikumbuka sana siku moja. Sasa kwa nini ukaja mapema hivi na ukasahau mtoto? Maana unajua kwamba wewe ndio unazoea kuja naye shule. Hivi si umekuja naye, kwa hiyo tatizo liko wapi? Pasina kusahau kwa kijakazi wako pia nyumbani. Okay, anyway. Kuna jambo nataka kuzungumza. Ila Kaisha mama. Hebu tazama babako. Nenda darasani, sawa? Mama, bye. Darasani? Darasani. Bye. Hasa mke wangu, kwa nini hatuishi kama zamani na tatizo bado liko pale pale? Ina maana umeamua unifuatilie mpaka ofisini kwa ajili ya upuzi wako ule? Basi tatizo limekosa. Labda huko shuleni ndiko tatizo linaweza kutoka. Lazima poa, karibu. Shemeji. Kubali uko pale. Karibu. Ndio nafika. Akushoga. Vipi kuhusu zile pepa? Ziko pale. Marahaba Kaisha mwanangu. Uko poa? Hebu chete. Tendo kai. Umekula kweli? Ningependa kwenda chumbani mwako. Maana TV umepata muda wa kutosha. Sasa naenda kujifunza. Hayo mwanangu. Ujisomee. Kweli? Mpaka chumbani. Ujisomee vizuri kweli. Halafu mke wangu, napokusalimia unashindwa kunijibu. Jamani, hivi salamu yako tunaongezea nini? Yaani habari yangu iwe mbaya, iwe nzuri, haikuhusu.
Unajua mwanamke, sometimes haujaniridhisha katika moyo wangu. Yaani majibu yako kila siku ni rubbish. Majibu ni rubbish. Wewe ndo unaniridhisha? Wewe ndo unaniridhisha? Sasa ndio maana niko hapa. Mimi nakuja kama nimerudi kwa muda huu, sio muda wangu wa kufika kwanza sasa hivi. Yaani nimekuja sababu ofisini niliko